Umeniuliza swali bora sana. Umeniuliza swali bora sana. Kipi ni kipi kwa vijana? Okay. Nina kitabu nakiandika, kinaongelea kuhusu aina za mitaji ambayo unatakiwa kuwa nayo ili uweze kufanikiwa. Nipo nakiandika. Sasa nataka kufundisha. Mimi mwaka 2018 nimetoka kwenye ajira. Nilikuwa nimeajiriwa 2018, nimetoka kwenye ajira. Na nikaamua kujiajiri, nikaanzisha kampuni yangu. Lakini nilikuwa na pesa. Kwa bahati mbaya zile pesa zote ndani ya miezi 6 nilizipoteza. Na nikafika mahali ambapo hata kulipa kodi mahali nilipokuwa naishi nikawa siwezi. Kwa hiyo sivyo bahati ni kwamba ulitoka na pesa ukasema huu mtaji wangu ambao ndio umeita mtaji. Sasa kwa nini naandika kitabu? Kwa sababu ninajua kwamba watu wengi wanaamini mtaji ni fedha. Nataka nikwambie hivi, kiukweli kama kuna mtaji ambao mimi ninauweka wa mwisho ni mtaji wa fedha. Nitakwambia kwa nini na nitakwambia ni namna gani nimetoka kutoka kwenye kupoteza kila kitu na kurudi na sasa hivi nina fedha na maisha yangu mazuri. Cha kwanza kabisa, lazima uelewe mtaji namba 1 wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe. Sasa wewe ndani yako una vitu gani ambavyo tunaviita mtaji? Namba 1 tunasema intellectual capital. Kwa Kiswahili tunasema mtaji maarifa. Wewe hapo ulipo na maarifa gani na ujuzi gani? Huo ndio mtaji namba 1. Kwa sababu mahali popote unapokwenda ili watu waweze kukuthamini ni maarifa yako yatakao kufungulia milango. Mimi niko hapa kwa sababu kuna kitu ambacho umekiona kwangu. Ni maarifa, sio pesa. Umeelewa? Mtaji namba 2 unatakiwa kuwa nao inaitwa human capital kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili inaitwa mtazamo au mindset. Ukishakuwa na mtazamo chanya, haijalishi tatizo gani linakuja mbele yako. Kila tatizo ambalo liko mbele yako katika maisha yako utakuwa na namna ya kuweza kulikabili na kulisolve na kulitatua. Sawa? Kwa hiyo ukitoka kwenye mtaji mtazamo maarifa na kuwa mtaji mtazamo chanya, watu wengi wana mitazamo hasi. Kwa hiyo unakuta kwamba hata tatizo kija dogo analalamika, anasema mimi siwezi, anasubiri mtu mwingine aje kumsaidia, wakati ndani yake kuna uwezo wa kufanya. Jambo la 3 tunaita mtaji hisia, inaitwa emotional capital. Je, unapokutana na changamoto katika maisha yako, huwa wewe unafanyaje kuweza kukabiliana na hiyo changamoto kihisia? Kwa sababu usipokuwa na hisia chanya, maana utakata tamaa. Kwa hiyo watu ambao wanafanikiwa ni watu ambao sio kwamba wapitii maumivu, lakini wanakataa kuzuiliwa kufika kule wanataka kufika kwa sababu ya maumivu. Mtaji namba 4 tunaita spiritual capital au mtaji wa kiroho. Lazima uwe na mtu ambaye kiroho anakujenga. Au uwe na kitu ambacho unakiamini katika namna ambavyo roho yako inaweza kuoperate, kwa sababu mwanadamu yoyote ni roho kamili yenye nafsi hai iliyovaa mwili. Cha 5 sasa inakuja kwamba tunaita mtaji watu, inaitwa social capital. Mtaji watu. Huu ndio mtaji ambao sasa umenitoa mimi kimaisha. Waingereza wanasema your network is your net worth. Ile watu wako ambao karibu yako, ile seko yako ambayo inakuzunguka, wale watu wanakuzunguka ndio mtaji wako namba 1. Kwa sababu fursa zinatokana na watu wanaokujua, wanaojua. Kwa hiyo mimi na wewe tusingekuwa pengine namna tunafahamiana, pengine fursa ingekuja kwangu. Kwa hiyo huu ni mtaji kwangu. Kila mtu aliko mbele yako ni mtaji. Sasa jiulize una watu wa namna gani? Kwa sababu saikolojia inasema wewe ni wastani watu 5 wanakuzunguka. Ukizungukwa na watu 5 ambao ni maskini, wewe utakuwa maskini wa 6. Ni swala tu la muda. Ukizungukwa na matajiri 5, wewe utakuwa tajiri wa 6. Ni swala tu la muda. Ukizungukwa na walevi 5, yani hiyo haina mjadala brother. Kwa sababu ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Umeelewa? Huu ndio mtaji mkubwa sana. Sasa elimu yetu haitufundishi sisi kushirikiana. Kwa hiyo unakuta kwamba kila mtu ana umimi. Kila mtu anataka kushinda peke yake, kila mtu anataka kwenda peke yake. Lakini nikwambie hakuna mafanikio mtu mmoja. Tangu nimeanza kujifunza mpaka leo, hakuna mafanikio mtu mmoja. Mafanikio yoyote yale ni team work, ni kazi ya team pamoja. Mimi na hiki, wewe una hiki. Tunashirikiana. Pale nilipopunguka wewe unaniwezesha. Pale nilipopunguka wewe ulipopunguka mimi nakuwezesha. Tunaenda kufanikiwa pamoja. Wanasema kwamba ukitaka kufanikiwa, ukitaka kufika haraka, tembea peke yako. Lakini ukitaka kufika mbali, tembea na wenzako. Hiyo ni kanuni. Lakini mtaji unaofuata tunaita time capital, muda. Wewe muda ulionao kama kijana ni mtaji, kwa sababu sasa hivi una nguvu. Miaka 20 ijayo hautakuwa na nguvu ulionayo. Miaka 10 ijayo utakuwa na nguvu ulionayo. Sasa huu ni muda ambao wewe unabidi ufanye maamuzi sahihi. Usilalamike, bali chukua nafasi ili kwamba ugeuze yale changamoto ziwe fursa kwako. Umenielewa? Lakini mtaji unaofuata mwingine tunaita mtaji wa kiutamaduni, cultural capital. Kwa mfano unaona Wachaga wana utamaduni fulani ambao wanasaidiana kufanikiwa. Wakinga kwa nchi zetu, Wahindi, unanielewa? Kwa hiyo utamaduni ambao uko nao unaweza kusaidia kufanikiwa.
Lakini mtaji sasa mwingine ambao sasa watu ndio wanaosema wa mwisho ndio mtaji fedha. Sasa mtaji fedha unakuja kukusaidia kama hii mitaji mingine inafanya kazi. Ila mtaji ambao mimi naupenda zaidi kwa wote unaitwa mtaji wa asili, natural capital, ambao unasema kipawa, shauku na kusudi lako ndani yako. Natural capital, mtaji uliozaliwa nao ambao hakuna mtu yeyote anaweza kukufanana na wewe, kwa sababu wewe uko mmoja duniani, katika dunia watu zaidi ya bilioni 7. Huo mtaji ukiujenga hakuna namna utafeli. Mimi nimekuwa mspika, mimi nimekuwa mnenaji katika masuala ya kufundisha, lakini wapo wanenaji wengi, ila namna yangu ya kunena haifanani na mtu mwingine yote, kwa sababu ni mtaji wa asili. Mungu amenitofautisha kama ambavyo ametofautisha alama za vidole vyangu. Sasa unabidi ujifunze mtaji fedha hautaweza kukusaidia kama hii mitaji mingine haujaijenga, kama hauna maarifa, kama hisia zako haujaweza kuzitawala, kama huna watu wa kuweza kukusaidia kukupa fursa. Hata nikupa pesa zitapotea. Hii mitaji mingine itabeba mtaji fedha. Na wakati mwingine hata elimu unaweza kaiuza, maarifa. Mimi naweza kauza maarifa nikapata mtaji fedha. Bahati nzuri mimi nilipoteza pesa mwaka 2020, nikawa kwenye hali ngumu sana. Nimelala ofisini kwa miezi 3. Baada ya hapo nikaja kuconnect na watu wangu ambao tulikuwa tunafanya kazi, wote tumeajiriwa. Amefungua kampuni yake. Mimi najua sana kufanya sales, najua kuuza. Anauza printers, nikasema mimi nitakusaidia kuuza, utanilipa commission. Nilifika mahali na uweza kutengeneza pesa, commission yangu milioni 5 kwa mwezi. Kwa nini? Kwa sababu nina mtaji maarifa, nina mtaji watu. Nilikuwa na wateja, nilikuwa na maarifa, lakini nilikuwa sina pesa. Nikatengeneza pesa. Sasa hivi na kampuni zangu na run. Zaidi naajiri watu wengine. Tena mimi sipendi kuajiri watu. Mimi napenda watu wafanye kazi kwa mfumo wa commission. Kwa sababu anachukua picha yake, anatembea. Masuala yes. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo nataka kushare na wewe. Shika hapo mara moja, tuelekee